Karibu sana katika channel yetu ya Mawaridi Media, na leo nataka tuweze kujibu swali ambalo linaulizwa na watu wengi. Swali ambalo of course hata mimi nishawahi kuulizwa, ni swali ambalo ni common sana. Linasema hivi: je, ni kwa nini waumini wa kanisa Katoliki wanatubu au wanaungama dhambi zao mbele ya padri? Na je, sio Mungu pekee ndiye anayesamehe dhambi? Na hili jambo lina msingi gani kulingana na Biblia takatifu inavyosema yenyewe? Tutajibu swali hili kwa kutumia reference ya maandiko matakatifu. Naomba uweze kuambatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata majibu ambayo nitaweza kuyatoa katika video hii, na huenda ukashangazwa na majibu ambayo tutayapata katika video hii. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba watu wengi wanaamini kwamba Wakatoliki wanamfanya padri au wanafanya mapadri kuwa katika nafasi ya Mwenyezi Mungu, hasa katika hicho kiti cha kitubio. Lakini mafundisho ya kanisa Katoliki yenyewe yanaweka waziwazi kwamba Mungu pekee ndiye ambaye anasamehe dhambi za kila mwanadamu au dhambi za kila mtu. Tukirejea katika kitabu cha Mwinjili Yohane, ni sura ya 20 mstari wa 21 hadi ule wa 23, ambapo hapa tunaona au tunakumbuka ni pale baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufufuka katika wafu, akawatokea wale mitume. Siku alipowatokea akawaambia hivi: pokeeni Roho Mtakatifu, yoyote mtakayemuondolea dhambi ameondolewa, na yoyote ambaye hamtomuondolea dhambi au hamtomsamea dhambi hajasamehewa dhambi zake. Kwa hiyo kupitia mstari huo, mimi nataka tujiulize swali, sisi sote kwa pamoja tujiulize, je, kama mitume hao na hao ndo waandamizi wetu ambao wanaendelea, ndo hao mapadri ambao ndo mitume wake Bwana wetu Yesu Kristo, je, watajuaje kwamba mimi labda nimezini, mimi nimeiba, na waniombee msamaha wa dhambi hiyo, kama mimi mwenyewe sitoenda mbele yake na kumwambia naomba uweze kuniombea kwa Mwenyezi Mungu msamaha wa dhambi kwa sababu nimekosea, kwa sababu nimekosa? Kwa hiyo tunaona kuna ulazima na kuna msingi wa kwenda kukiri dhambi wewe mwenyewe mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini pia kupitia watumishi wake. Lakini pia tukirejea katika maandiko matakatifu, waraka wa Yakobo kwa watu wote, ambapo tunarejea sura ile ya 5 aya ya 16, ambayo yenyewe inasema hivi: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na mpate kuombeana ninyi kwa ninyi ili muweze kupata wokovu. Kwa hiyo tunaona hata maandiko matakatifu yenyewe kupitia mstari huo wa kitabu cha Yakobo tunapata kuelewa na kujua ya kwamba kumbe hili swala la kuungama dhambi mbele ya mtumishi wa Mungu sio jambo geni hata katika maandiko matakatifu. Hivyo basi tunaendelea kuona proof ya kwamba hakuna changamoto yoyote katika kujongea au kuenda katika kiti cha kitubio na kuungama dhambi zako. Lakini pia tukirejea katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 11 hadi wa 20, lakini hasa tukiangalia katika mstari ule wa 18, ambapo tunakumbuka au Mtume Paulo yeye alikuwa anasema kwamba mitume wote pamoja na waandamizi wote wa kanisa walipewa mamlaka ya upatanisho. Kama tunataka kusoma na kuelewa hicho kitu, basi na shauri tuweze kwenda na kurejelea hayo maandiko matakatifu. Tunapata kuona kweli wanapewa ruhusa ya kuwapatanisha watu. Upatanisho tuseme kwa ufupi ni kitubio, yani kuwatubisha watu na kuwaondolea dhambi zao. Tujue ya kwamba hawa mitume pamoja na waandamizi wa kanisa wamewekwa kama mbadala wa kuendelea kufanya upatanisho ulimwenguni. Wanaendelea kufanya upatanisho ulimwenguni kwa mbadala wa Bwana wetu Yesu Kristo yeye mwenyewe. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye ambaye aliruhusu kupitia hata hiyo mistari mitatu ambayo tumeirejea. Hivyo basi pale anaposema kwamba na kuondolea dhambi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
sio kwamba yeye ndiye anayekuwa anakuondolea dhambi kwa mamlaka yake yeye mwenyewe. Hapana, anakuondolea dhambi kwa mamlaka ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alilipatia kanisa. Kwa hiyo yeye anakuondolea dhambi kwa mamlaka ya kanisa, ambayo hilo kanisa lilipewa mamlaka na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo hayo mambo machache ambayo tumeweza kuyaona kupitia hizo reference chache ambazo nimetumia 3 tu kwa ajili ya kuangalia ni kwa nini, je, kuna umsingi wowote, kuna umuhimu wowote wa kuungama dhambi zako mbele ya padre. Tunaona kwamba kweli tunapaswa kuungama dhambi zetu mbele ya au watumishi wa kanisa, kwa sababu wenyewe walipewa mamlaka ya kutuunganisha sisi na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye yupo huko juu mbinguni. Kwa hiyo tunapata kuona ya kwamba kuna umsingi na kuna umuhimu mkubwa wa kuungama dhambi zetu mbele ya waandamizi au wa kanisa. Naomba kama umejifunza kitu kipya kupitia video hii, basi usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii ili watu wengi wapate kuelewa juu ya jambo hili na wapate kujifunza juu ya jambo hili. Lakini pia usisahau kuendelea kufuatilia channel yetu hii kwa ajili ya mafundisho mengi ambaye yanalenga kutuimarisha zaidi katika imani yetu na kutufundisha zaidi neno la Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana kwa kufuatilia. Naomba tukutane katika video zijazo na video zinazofuata. Mungu awabariki.